Mtakatifu Bwana Mungu, tunaliinua na tunaliheshimu neno lako. Bwana, sasa imefika ni wakati wa kusikia kutoka kwako. Neno lako lina nguvu, neno lako lina uwezo. Wacha Bwana leo neno hili lisiwe kama mengine ambayo tumesikia na tumesahau, lakini wacha neno hili litujenge, wacha neno hili litufanyie kazi, wacha neno hili lituponye, wacha neno hili litubariki na litusukume katika ngazi nyingine, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu, chukua ushukani katika jina kuu na jina takatifu, jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mtu aseme amen. Na kabla uketi, kuna maandiko ambayo yamekuwa yakituongoza. Chukua tu Biblia, usiogope. Chukua tu Biblia yako tusome pamoja. Tumekuwa tukiongozwa na maandiko ambayo yako pale katika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo ni Genesis. Mwanzo ni Genesis chapter 12. Nimetumia maandiko haya sana kwa maana ni maandiko ambayo mimi mwenyewe nimeamua kuyafanyisha kazi. And so hapo ndio tutaanza leo, tukianzia mstari wa 12. Maandiko yanasema, wewe utasoma yako, kama ni ya Kikuyu soma, kama ni ya Kiswahili soma, na yangu ni ya Kiswahili. Kama ni ya Kizungu soma. Haya, 1 2 3 go. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi ambayo nitakuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kubarikiwa na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye Abrahamu alikuwa wa miaka 75 alipotoka Harani. Bwana alibariki neno lake. Asante, tunaweza tukaketi sasa. So kwa watu ambao mumekuja fellowship yetu kwa mara ya kwanza, karibuni sana. Tunakutana hapa kila Jumapili kuanzia saa 4. Tunakuwa na wakati mzuri wa maombi. Tunakutana hapa, tunakuwa na wakati mzuri wa maabudu. Na si leo tumekuwa na good time for prayer, worship and praise. Sasa leo, today we were using the instruments that God gave us, our voices and our hands, and I glorify Lord. Amen. Na leo nikajifunza kitu. Kwenda kanisa kubwa ni iko na advantage, lakini pia kuna mambo mingi behind the scene ambayo hatuelewangi. Amen. Unaona, everything working together is a blessing. So tumekuwa tukijifunza, na kama pengine haujakuwa ukinini na sisi, ukiendenda na sisi, nitajaribu kurudia ili tukaribiane katika kuelewa. Na kuna siku nilisimama hapa Sunday, tulikuwa na Apostle Team, akatuhubiria, akatuletea neno about the kingdom of God, na ninaamini ya kwamba tulibarikiwa. Na hiyo Sunday nyingine nilikuwa hapa na nilikuwa naongea about the transforming power of obedience, na nikasema safari ya mtu na mwanadamu ina stages 3, na nikawapeleka hizo stages 3. Sasa ninataka turudi na ninataka tuanzie kwa stage ya kwanza, ili tuone kama kweli maisha yetu yatabadilika, kama kweli tutafika mahali ambapo Mungu anatupeleka. What must we know and what must we do? Praise be to God. Na leo nilikosa title nzuri ya hii neno. For the first time nilikosa tunaweza sema kichwa. Nilikosa kichwa mzuri ya hii title. So andika tu hapo, sermon ya leo, it's about instructions. So today we just want us to talk about instructions. Na nilikuwa ninajiuliza na nilikuwa ninafanya utafiti kwa maandiko
Na mkisema amen, nitakuwa ninabarikiwa hata mimi nikiwa hapa. Amen. Haya. Nilikuwa ninafanya utafiti na kuna kitu moja ambayo nimejifunza. Number one, kwanza ni clarify God's way is not the only way to be blessed. Sio njia tu ambayo mtu anaweza akabarikiwa. Amen. Hapo ni vizuri tusafishe hapo, si ndio? Lakini God's way is the only way that can glorify him. Na ninakumbuka tulisema hapa, tukasema vizuri that the duty of man, the reason you and I, God has preserved us and we are alive, is so that we can glorify God. Ukisoma maandiko katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 10 verse 31, inasema whether you eat or you drink, whatever you do, we are supposed to be doing it for the glory of God. And so God's way, sio lazima uwe na Mungu ndio usucceed katika maisha. But if you want to succeed and glorify God, then you must use the methods of God. Praise be to God. Hapo tumeelewa. Because there are many people who can succeed minus God. But if our end goal, kama tarajio letu ni kumfurahisha na kumpendeza Mungu, lazima tutumie njia ambazo ni za kiungu. Kwa hivyo nikaanza kufanya utafiti. Na kuna kitu moja ambayo nimejifunza. Hakuna mtu katika maandiko among the greats, wale watu ambao tunasoma sana, kama Abrahamu, kama Noah, kama Joseph, kama hao wote ambao hawakuisikia sauti ya Mungu katika maisha yao. Amen. And so nikaona the reason why so many of us sometimes we are frustrated is just because pengine hatujaisikia sauti ya Mungu concerning our lives. And so I began to wonder if we are on a journey, and this journey, the foundation is the voice of God, the instructions that I have received, yale maagizo ambayo nimepokea, pahali ambapo ninaenda is not based on hard work peke yake, iko based pia na sauti ambayo umeisikia. Hebu ambia mtu sauti ya Mungu ambayo umesikia. Weka lunch kidogo, sauti ya Mungu ambayo umesikia. So one of the greatest ways, ukisoma maandiko, that God leads men, Mungu anaongoza watu, is through instructions. Na nimejaribu kuangalia katika maandiko, how can I please God? How can I glorify God? Unajua, my desire sio kuwa pastor wa mataifa peke yake. My desire is to be a pastor to the nations who glorifies God. Tunaelewana? My desire is not only to be a worshipper, but is to be a worshipper who glorifies God. Mnajua hizo ni vitu mbili tofauti. Praise be to God. So kama nitafika mahali ambapo ninaenda na ninataka niwe pamoja na Mungu, lazima niwe na uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu. I must be able to receive instructions. Hebu ambia watu wawili instructions. Amen. And so the blessings of God, ama the destinies of men, hatima ya kila mwanadamu is connected to one word, the instructions that you receive. The destiny, venye tunasemaga your destiny is greater. Kesho yako ni kesho ya maana. There is just one word that will define the man and the woman you become. The instructions that you hear and the instructions that you obey. Praise be to God. And I submit to you that the life we live, hebu niangalieni, the life you live, my brother, is based on a voice that you have heard. Ile mambo yenye unafanyaga ni kwa sababu kuna sauti ambayo wewe umesikia. Na kwa hivyo kama wewe unaanza safari ni kwa sababu kuna sauti ambayo umesikia. So swali ambayo nilikuwa ninajiuliza, kama ninataka kweli you guys to glorify God, if my desire is that also you glorify God, but at the same time you succeed
in the things of God and also in the things of the world. Lazima tujifunze kusikia hii sauti through the instructions of God. Si mtu aseme amen. Tunaelewana hadi hapo? Hiyo msingi ni mzuri. And so the voice of God, these instructions zenye tunaongelelea ndizo zitafanya wewe ufike hatima yako. Your destiny can only be preserved if you follow the instructions of God. Can I tell you something? I've realized, mnajua mkikuja kanisani tunaweza tukawaombea protection, si ndio? But nimerealize there is a protection that we cannot pray for, because there is protection that is only found within the voice of God. Tumeelewana? Wacha niwape example. For instance, kuna Mungu amekwambia toka hapa enda Kiambu, we enda Nairobi. Amekwambia toka hapa enda Nairobi, wewe ukakatalia Kiambu. The protection of God is not where you are, it's where the voice of God has sent you. Tunaelewa? So when I'm praying to God to protect you, lazima pia nikukumbushe uwe mahali ambapo Mungu anataka uwe. So if you miss the instruction, you have endangered your life. Guy. Hey. Sio kama tunaelewana? Haya, the provision of God is also in the instructions that God will give you. It means that where God sends you is where your provision is. In Genesis 26, God tells Abraham, stay in Gerar. Na hapo ndio tunarudigi hapo chini tunasema ya kwamba alipanda wakati wa kiangazi na akavuna mara 100. The same man, but what changed the course of his destiny? Because he had the voice and he stayed according to the instruction. So even provision, hii baraka ambayo tunaomba iko kwa ile instruction ambayo wewe umesikia. Si mtu aseme amen. Hii ni kitu ambayo ukielewa, you will desire to always hear God, because you'll never get it wrong. So leo we have frustrated people because pengine mimi nitaenda nifungue mkahawa. Nikifungua mkahawa na sauti ya Mungu haiko hapo. Na you remember we say that God cannot bless out of his will. Mnakumbuka? Mungu hawezi akabariki nje ya neno lake. So to be provided for by God, to be protected by God, to be promoted by God, you need to hear the voice of God and to receive the instructions. Praise be to God. So leo tunasomaga Biblia. Na tukisoma Biblia, mimi mara kwa mara ninajiuliza, kwa nini maisha yetu year after year haibadiliki? Kwa nini watu wengine wabarikiwe na watu wengine tukue bado tunang'ang'ana? Kwa nini milango ifungukie watu wengine na wengine milango ifungike? Na nikakuja kuanza kujua that there is something that we must begin to know. Lazima tuanze kujua kusikia hii sauti ya Mungu. Praise be to God. By the way, even if I never preach to you any other word, sikia hii. Kwa sababu ukisikia hii, the greatness of God can only be unleashed when you hear his voice and you follow those instructions. So the maandiko ambayo tumesoma ni Abrahamu. Abrahamu tumempatana na yeye akiwa 75 years. 75 years. Na alikuwa anakaa kwao na baba yake. Na Abrahamu ama Abram alikuwa already ameoa bibi ambaye mnamjua sana anaitwa Sarai. But Abraham was a frustrated man. Because hiyo miaka yote, na unajua kitambo watu walikuwa wanaoa mapema. Theologians wengine wanasema at the age of 16 already mtu alikuwa amepata bibi. So you can imagine kama walikuwa 75 hapa na walioana wakiwa 16, walikuwa wamekaa kwa ndoa miaka ngapi? Watu wa hesabu. Gai. Na nyinyi ndio mna post mwalimu wa madha hapa ni wapi? Haya, si ni miaka mingi.
Wacha niende na hiyo. Ni miaka mingi. But for all those years, kuna Mungu ambaye Abrahamu, ama kuna baraka ambazo hakuwa amekutana nazo. And so the life of Abraham begins the moment he hears the voice of God and he receives instructions about his life. Now, this is the thing. Mara mingi Mungu akwambia na kupeleka wapi. By the way, this is faith. Faith hainaga end goal. Because akikwambia mahali ambapo unaenda, then your faith tomorrow does not matter. Tunaelewana? So Mungu, because you trust him every day, so anakwambia wewe anza safari. Your faithfulness along the way ndio itatuma ufike mahali ambapo anakupeleka. Praise be to God. Guy, praise be to God. Mimi inanibariki because nimekuja kuona siri kadhaa hapa. So Abraham anaambiwa na Mungu toka, lakini haambiwi pahali ambapo atampeleka. Anaambiwa tu venye tunawaambiaga kama wachungaji. Mungu atakubariki, Mungu atakuinua, Mungu atakutetea. Lakini without the instructions and the voice of God, hiyo neno inabaki tu kuwa neno. Si ni ukweli? Si ni ukweli? Yes. Mnafikiria mimi nimeombewa mara ngapi by the time ninafika hapa? Tumeambiwa mara ngapi tubarikiwe? I think niliokoka vizuri. Nilikuwa nimeokoka, lakini niliokoka vizuri ile ya ukweli. After COVID ndipo niliona hii kitu ni serious. Lakini nilikuwaga nimeokoka. Unajua kuna ile ya kuokoka, lakini kuna wakati mtu anaamua. Wewe umeamua mara ngapi? Watu wanaamuanga mara kadhaa. So that's what happens. Wakati ulikuwa unaokoka, uliambiwa kuja, Mungu ana uwezo wa kubadilisha maisha. Ukaambiwa kuja, kuna safari, kuna hatma, there is a destiny that God has kept for you. Lakini wakati mwingi hatusemi ili tufike mahali ambapo Mungu anatupeleka. There is one thing that you must have: the voice of God over your life and your destiny. What instructions do you live by? Leo hii ni instruction gani yenye wewe unasemaga nikiamuka hii ndio ambayo ninafuata? Na mnajua kwa nini ninakaa hapa? Because 20 years to come, the men and the women we become is based on the voice that we will follow. Kabisa. Na mimi sitadanganya watu tena. Kuna pahali bidii haiwezi ikakufikisha. Kuna pahali inheritance haiwezi ikakufikisha. Unajua kuna vitu tunaweza tukakufanyia kama watu, lakini kuna pahali ambapo ni Mungu, you need God ili ufike mahali pale. So sisemi hautabarikiwa, sisemi that you will not succeed, but ile kitu, ile destiny, ile hatima ambayo Mungu aliweka kwako na kwangu, tutafika namna gani kama hatutafuata the voice of God? Si mtu aseme amen. So what are instructions? Nilikuwa nakuja hivyo tu ndio nikuje niseme instructions ni nini. What are instructions? Kama unaweza andika uandike. Kama maisha, if we are going to live, we will live by instructions. Then we must know what are they. Ni nini hizi? What are instructions? The Bible says, sio the Bible. Nimeona nimeanza kukua pastor. The Bible. Mtu hivyo ndio mtu anajuaga. Instructions are divine directions. Instructions are divine directions. So mnaona venye tunakuaga na north na south, east and the west. Instructions ni directions the same way. They work and they operate the same. Number 2, commands. Commands. Hiyo ingine guidance. Ama orders given by God to lead a person. Instructions are divine directions, commands, guidance, or orders given by God to lead a person
into his will. Hiyo ndio ya kwanza. So why God gives instructions is to lead a person, to lead you and I into his will, first and foremost. Number 2, purpose. Purpose. Number 2, anakupeleka pahali ambapo wewe alikusudia uwe. Purpose. Number hiyo ingine, and protection. So the instructions of God leads us to his will, his purpose, the place of protection and blessings. Praise be to God. Si mtu aseme amen. So Isaiah 30 verse 21 inasema, and you will hear in your ears a voice saying, this is the way, walk ye in it. Ya kwamba mutasikia sauti ambayo inasema hii ndiyo barabara ambayo mnafaa kupitia. Sasa hii ndiyo shida. Hii ndiyo shida. Kwa sababu tunaishi, do we ever hear this voice that says this is the way? Do we ever hear that voice? When we are making decisions, what voice, what instructions are we abiding by? Praise be to God. Romans 8:14 inasema, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. For all who are led by the Spirit of God. For you to be led, it means that there is somebody you are following. Ni kama venye tunafuataga Google Map. Huyo mama anafika pahali anakuambia turn left. Unamiss anakuambia U-turn. So that you can get to the destination, you must listen to the instruction that woman is giving you. So it is the same way with the Spirit of God, that you must allow yourself to be led by the Spirit of God. Praise be to God. John 16:13 inasema, when the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. He will guide you. Again, he will instruct you. He will show you. Atakushika mkono akwambie hii ndio njia. Bwana Yesu asifiwe. Now, ninaongea hivi so that I show you a problem. Nikuonyeshe kuna shida ambayo tuko nayo. Tuko wengi sana watu ambao tumeokoka, but we are not able to hear the voice of God. Tunaelewana? Na if our destiny inategemea sauti ambayo tutasikia, lazima tujifunze kusikia hii sauti ya Mungu. Gaima eo neoma. Agikonde tugukinya haria Ngai atutwaraga, no nginya twambe twamukire na tuhote kuigua mugambo wa Ngai. Praise be to God. Sini nzuri. And so our God is a God of instruction. Wacha tuanze Biblia Genesis. All the great men we know in the Bible. Genesis, who was the first man to be instructed in the book of Genesis? He was Adam. Adam, lakini ya Noah tutakuja. Adam, sasa hebu sikizeni. Hii hata imekuwa tamu. Sikizeni. Adam wanapewa kila kitu na Mungu. Everything in the Garden of Eden. Alafu wanaambiwa ile kitu tu musiguze. Now, Mimi, I don't know your understanding about that tree of life, but for the purposes of this conversation, to stick na maandiko. Mnajua kuna theory mingi, sawa sawa. Tuachaneni na hizo theory. Tutarudi hapo siku moja. So, anaambiwa except the tree in the middle of the garden, musikule. Lakini everything else he has been given. I want to show you the power of hearing the right voice, receiving the right instructions. Haya, naye shetani, sasa hapa pia panakuaga pagumu. Shetani anatokea Eve. Anamwambia Mungu alisema musikule hii matunda. Ni kwa sababu hataki mfanane na Mungu. Praise be to God. But what are the instructions? The tree in the middle of the garden, nyinyi hamfai kukula, hamfai kuguza, si ndio? That was the instruction. But Adam, baada ya Eve kunenewa, so Eve had a voice, guy, and she received instructions from the snake.
akaambiwa ni Mungu hataki mfanane na yeye. So Eve kwanza, mi naonaga alikula kwanza, akasikia ni mzuri. Alafu sasa akapelekea Adam, akamwambia lile tunda ndilo hili. Kasa na yeye Adam akasema nini? Na yeye akakula. Haya, in Genesis chapter 2, Genesis chapter 3, listen to what God asked Adam. Na nitapreach hii sermon siku moja. Genesis chapter 3 verse 11. Hata wacheni niisome na Kiswahili. Hebu tuendeni hapo. Genesis 3:11. Na nikipitisha time niambie 3:11. Maandiko yanasema, hebu sikiza. Akasema, aya tuanze tu, acha kwanza nikusomee verse 6 ndio uielewe. Tusome verse 6 kwanza. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Nilikuwa nafikiria akala ni nini? Aya, akala. So chapter 12, sasa sikiza, si wamekula. But remember there was a voice. There were instructions that God had already given. Aya, sikiza. Now this is God coming with a question. Oh my guy to teithie. God is asking Adamu akasema, tusome tuanzie verse 10. Tuanzie verse 9 ndio tuelewe. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nilisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kwamba uko uchi? Je, umekula matunda ya mti niliyokuagiza usiyale? So verse 3, Genesis 3 verse 11. And he said, who told you that you are naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat? Now, Adam is hearing the voice of God. You know, this is what happens after we sin. You don't after umefanya dhambi hiyo wakati mfupi hapo mnamutikage kudora tamutaraire wanikidira unaona venye mnaniangalia wakati mtu amefanya dhambi. Do you know mtu wanga ana struggle na vitu za Mungu sana hiyo wakati. Hutaki kusikia sermon, hata ukipatana na posta inaweza kukasirisha sana. Kwa nini? Kila time mtu akifanya dhambi, the next thing you do as a man is to hide from God. Yes. We always try to hide from God. Now Adam has heard that God is coming na amejificha. Lakini hii ndio swali Mungu alimuuliza. Ni nani alikuambia uko uchi? Because Adam must have obeyed another voice for him to be pushed out of the instruction. Praise be to God. It means mumeona venye preservation iko in the instruction. So Adam alitoka Eden kwa sababu tu alisikiza sauti mbaya. So this is what I have learned. Pay the price, but follow a man who hears God, because you won't miss it. Mumeelewa hiyo? Pay the price. Kama kuna kitu ambayo unafaa kufanya, lakini fuata mtu ambaye anasikia Mungu. Because as long as muko kwa instruction ya Mungu, muko kwa baraka za Mungu. Hawa watu hawakuwaijua wako uchi. By the way, hawakuwaijua kuna kitu kama kifo. Hapo ndipo kifo ilikujia. Hawakuwa wanajua kuna kitu kama uchungu. Hapo ndio uchungu ilikujia. That is what it means to be naked. They were naked literally, but they were also naked from the provision and the protection of God. They were naked. Tumeelewa? So right now, when you are with God, God covers you. The enemy cannot see you. He cannot attack you because you are covered. So if you want to be naked, follow any other voice. But if you want to be covered, follow the voice of God. Do you see how we lie to people?
Hivi ndio tunadanganya watu ya kwamba wewe no matter what you do, you will just come na mimi nitakuombea, and then you'll go and continue doing anything you want. But you still want to be provided by God, to be protected by God, and to be promoted by God. Imekuwa ngumu. So if we want, ladies and gentlemen, kama tunataka kubarikiwa, find an instruction and follow it to the end. Bwana Yesu asifiwe. Now, the voice of God, God always speaks to us through his word. Kila siku anatunenea. But sio sisi wote tuko na nguvu ya kumsikia. Now, let us talk about Noah. Noah, imefika wakati, hebu sikia hii pia. Imefika wakati Mungu anataka kuharibu dunia. Watu nobody is listening to God anymore. They are all living the way they want. So imefika pahali Mungu amemnenea Noah, akamwambia ajenge safina. Si tunajua that story. Do you know, by Noah hearing that voice and following the instruction, that's how Noah, his wife and his family, that's how they were preserved. So if we are looking for preservation, let us look for the voice of God, because that's where we will be preserved. Praise be to God. Nimerahisisha enough? Yes. If we want the blessings of God, let us follow his voice. Let us follow his instructions. And let me tell you, Noah stayed for 60 years. Before the day of Noah, hakukuwa inyesha tena. Lakini in the instruction, Esther, ujui hivyo? Before hiyo siku ya Noah, hakukuwa ikuwa kumenyesha tena kwenye ulimwengu. So God is coming and telling Noah, kutanyesha, wewe jenga safina. So wakati alikuwa anajenga, anaambia watu kunanyesha, hawakuwa iona wameona mvua. No wonder walikuwa wanaona ni mwenda wazimu. Ate burayume iguru, kawe mukegu. Aje, kitu ambayo hawakuwa wameona. But Noah had a voice. Now that's the voice ya kwamba yeye alifuata. Following the voice of God is not always easy. Ukifuata Mungu kuna aibu. Mnajuaga hivyo? Kuna hasara. Kufuata Mungu watu watakukejeli. Mimi naonanga sometimes naenda hivi kwa masoko, napata mtu na speaker peke yake kwa soko. Mtu na speaker. Yani tu ananenea watu kila siku. Repent, for the days are at hand. Anaambia watu Mungu yupo na anarudi. Sisi tunawabebaga aje? But do you think mtu akona kichwa mzuri peke yake anaweza chukua speaker aende kwa soko? There is a voice that these guys have had. And let me tell you, that's the voice that preserves them. That's the voice enye ambayo inatumaga wabarikiwe. Na shida ya siku hizi ni ukiongea kuhusu baraka, kila mtu anaonaga pesa. Mimi hata kama ninakosa dhau, lakini miaka sijui ngapi sijawahi ingia hospitali, I count myself as a blessed man. Praise be to God. Me, I enjoy a lot of peace. I'm always happy. Kama Mungu hajakufurahisha to the level ya kwamba wewe unajipea joke na unacheka, bado uko mbali. Kuna furaha Mungu anakuletea. Wewe unasikia hiyo joke, hiyo joke ni tamu na uko peke yako. Why? Praise be to God. The joy of the Lord. Praise be to God. So every instruction carries a consequence, whether ni baraka ama ni uchungu. By the way, if you study venye tumestudy, leo tutaweka hii kuwe part 1 because hatuwezi maliza. Lakini ukisoma, the reason why Jonah mwenye tunajua, the reason why Jonah alipitia mambo ngumu it was not because ya kwamba yeye hakuwa amesikia sauti. He had heard the instructions, but he chose to do the opposite. So sometimes the delay we experience is not that
it is God against us or the devil is at work. Sometimes the delay we experience is just because we've chosen to do the opposite. Praise be to God. Imagine Jonah anasikia Mungu anamwambia enda Nineve, na hii ndio ile ujumbe ninataka upeleke. Jonah anaingia kwa ingine yenye inaenda the opposite direction. By the way, wacha nikwambie, ukishikana na mtu mwenye anapotelea Mungu, mutapitia hasara nyinyi wote. You will go through hell and pain, both of you. Wanapata Jonah amerara kwa ile meli, na kumbe meli ni kusinki na sink. Wanaanza kutupa vitu zao, wanatupa vitu. Imani, just because of a man who is running away from an instruction. Sasa hivyo ndio kunaendaga. Mimi ninashikana na mtu mwenye amepotelea Mungu. Mungu alikuambia nina huku, wewe unaenda na huku. Tunapigwa. Tunajaribu kuomba, fasting. And you know, when it's God fighting you, fasting cannot help you. When it's God fighting you, deliverance cannot help you. Kama ni hata Daudi aliuliza, kama ni Mungu anapiga mtu, utakimbilia nani? At least kama ni shetani utakimbilia Mungu. Kama ni maadui utakimbilia Mungu. But when it's you against God, where do you go? Hii ndio shida ya running away from the voice of God. I wish you know the things I've gone through just because nilikuwa nimekataa sauti. Unapata Mungu atusaidie haki gai. So the question is today, which voice are you following? Praise be to God. So tumeangalia Noah, tumeangalia Isaac. Now let me talk about healing kidogo. Kuna mzee alikuwa anaitwa Naaman, na Naaman alikuwa amegonjeka sana. Alafu siku moja akaambiwa na maid wake, ule house manager, ya kwamba kwetu kuna nabii ambaye anaweza akakusaidia. Na yule nabii, these are all stories you know. Nabii akaenda akamwambia, nataka uende Jordan na uoge mara 7. Praise be to God. Do you know, because the instruction was 7 times, even on the 6th time aliingia na akatoka bila kupona. Sometimes we give up on the 6th, pahali penye aki umebakisha just another instruction, Mungu akufungulie milango, you give up ya 6. Alafu tunashinda huku aki tunakereresha Mungu. Ninyi mumewahi kuwa frustrated mnakereresha Mungu? Kuna mtu actually nimesikia jizu ameimba wimbo anauliza Mungu, kayohoya gwatia. Kwani unaomba namna gani? Because pengine amejaribu imeshindikana. Sasa anauliza kayohoya gwatia. Yani Mungu, wewe unaomba namna gani? How can I pray? Where do you think huyo ni mtu amejaribu hapa? Huyo ni mtu fasting amepiga. Sijui kama umeona video TikTok, kuna watu wanaomba akiwa upside down. Ni kuona ya kusimama haitoshi. I was listening to another man of God na alinisaidia sana. Alisema kuna wakati Mungu alimnenea. Mimi situmiagi Mungu ameniambia sana. Mimi natumiaga maandiko, lakini yeye alisema kuna wakati Mungu alimnenea na Mungu akamwambia, kutoka leo usiwahi omba kama usiwahi niomba chochote if you've not done your part. Mumeelewa? Kutoka leo usiwahi niomba chochote if you have not done your part. You want power, yes, but where is your consecration? Unataka Mungu akutumie, but what is the state of your heart? Unataka Mungu akubariki, lakini bado umekatalia mahali ambapo Mungu amekwambia toka. So yeye akaambiwa kutoka leo usiwahi niomba kama you know you have not done your part. So the instructions of God is doing our part. Praise be to God.
But how many times do we pray but not change anything? We won't find any instruction of what God is saying. We won't do anything. But blessed be the man who will hear the voice of God and follow. Praise be to God. Angalia all the battles that were won in the Bible. All karibu zote. It was because there was a man who had the voice of God. Do you know, hata Yesu mwenyewe angeuawa, ni malaika alitokea Joseph akamwambia Herode anawinda watoto awaue juu amesikia kuna mfalme amezaliwa. Malaika akaambia Joseph, amkeni kesho mutoke huku. Do you know that? If he did not hear that voice, that baby could have been killed. How I wish we can be keen and we can learn to listen to the voice of God. Praise be to God. So when God speaks, He is speaking your provision. Andika hiyo. When God speaks, He releases your provision. When God speaks, He speaks your protection. Oh, hallelujah. I bless the Lord. When God speaks, He speaks your provision. He speaks your protection. He speaks your preservation. He speaks your promotion. He speaks your transformation. This is the power of instructions. So for those of us who are praying for a new season, do you know what will take you to a new season? That instruction that God will give you. Your miracle is hidden in an instruction. Your miracle is hidden in an instruction. Miracle. Hii baraka yenye unataka. If you want to see the God of exceedingly abundantly above, even what you must do from today must be exceedingly abundantly above. Be crazy enough. Ukuje kama hapa useme unaleta service ya Tuesday, ya Wednesday. Do something. So the instructions of God are the roadmaps of destiny. Kama tunataka tufike mahali Mungu anatupeleka, we must learn to listen to the voice of God. Wacheni nifikishe hapo kama chapter 1. Na mimi nilikuwa nimeandika notes ni kama ni conference. So wacheni tupeane example ya instructions mbili kama tatu enye unajua. Si mnazijua? The instructions of God are not ati ngumu. For instance, 1 Thessalonians ukianzia chapter 5, 16 kuendelea. Pray always. That's an instruction. So your destiny is connected to that instruction. Aya. Give thanks in all occasions. That's an instruction. Na ndio ile siku niliwaambia lazima to glorify God you need to know Him. To know Him ni vitu ambazo ninakwambia. So for instance kutoka leo uamue as from today kunyeshe ama kuwe wakati wa jua. Kama niko sawa ama siko sawa, I'll always give thanks. For instance, I made a very deliberate decision from the first time I went on air kwa radio that I'll always have time to give thanks. Haijalishi nimeomba mara ngapi, bado tutaomba ya shukurani. Because I know it's an instruction that we have received. Prayer is an instruction. Forgiveness is an instruction. Be holy for God is holy is an instruction. So God is always speaking to us. It's just that sometimes we don't listen to His voice as though He is instructing us. Praise be to God. Tumeelewa hiyo? Peter aliambiwa na Yesu, walikuwa wamejaribu kutega samaki sana. Na sijui kwa nini ninapendaga pia hii story. Walikuwa wamejaribu kushika samaki sana until Yesu anakuja anawaambia, sasa rudisheni neti zenu pale. It does not matter how many times you have tried. Try again
when his voice comes. Praise be to God. Kuna kitu yenye umeshika leo? Yes? If you listen to the wrong voice, you will end up like Adam and Eve. If you listen to the right voice, you will end up like Noah, Abraham, Enoch. Asijui kwa nini maandiko inakataanga sana sana. Unaona Abraham alisikiza bibi wakapata Ishmael, Abraham wakapata Ishmael, Adam akasikiza wakapata So sisemi kitu mimi nina Praise be to God. So this is a divine instruction I'm giving you. So you want your lives to change and you want to glorify God. Hii ninataka kusikia mkijibu. Do you want to change your lives? Do you want to glorify God? I know I'm at the beginning of my instruction, but don't judge me for now. Tukutane 20-30 years later, muone pa kitu Mungu atakuwa amefanya. Amen. Yes. But if you want us to celebrate God your time together, take this as a divine instruction. Kama unaandika andika hapo chini. This is me instructing you, guided by the Holy Spirit. Yes, you want to be blessed, I agree with you. You want to break the delay, I agree with you. You want God to use you, I agree with you. Anything you want, this should be the beginning. Unaandika hapo. Andika kutoka leo. I want you to go and find 10 instructions. Hata usianze na Biblia mzima, usianze na yote, but find 10. 10. Kama ni pray always, find it, andika, and as from today, follow it to the end. Pray always. Some of the people hapa, the reason why hatubarikiwi ni sababu moja. There is just one simple instruction that we have not followed. Forgive. Forgive. Aya, enda tafuta 10 instructions, mambo 10. Na hiyo instruction uitafute na scripture yake. So kama ni ya prayer, unaandika I should always pray, na unaandika scripture yake. And as from today, anza kuifuata. That's how you begin to change your life. Is that practical enough? So don't know about prayer and then ukose kuomba. Don't know about forgiveness, where unasemaga tu we are supposed to forgive and then you don't forgive. Don't know about kindness and then you are not kind to people. Praise be to God. Tumeelewa hiyo? Ninangoja mumalize kuandika. The instructions for prayer. The instructions for faith. The instructions for money and stewardship. And by the way, hakuna area enye hakunaga instruction. Do you know that? Hakuna. Kwa marriage there are instructions. Kwa ministry there are instructions. Kwa biashara there are instructions. Like for me, I'm amazed the way sisi wana biashara, mimi included, because nimegonga watu before. Hii kitu ya kujifanya mzuri niliwacha. Nimegonga watu before. Lakini I'm amazed how jioni I'm always telling God, you are faithful, bless me. Na nimetoka kuibia mtu. If we want to be blessed the godly way, let us follow his instructions. Praise be to God. So like Noah, build the ark. Like Isaac, stay in Gerar. Like Abraham, toka kwenu uende mahali Mungu anakupeleka. Si usimame tu kwa miguu. In these 2 minutes, tell God something. Ambia tu Mungu, nisaidie. Help me to hear your voice. If you struggle to hear the voice of God, mwambie tu, if your destiny will be determined by this voice,
Just tell God, Father, my desire is to hear your voice. If the success of your business is pegged on the voice and the instructions that you receive, can you tell God, Abba Father, what I want, my desire is to hear your voice. If the success of your marriage, if the success of your friendships, if the success of your family is pegged in an instructions, oh, I wish you can open your mouth and tell God, Abba Father, you are the God who speaks, and when you speak, creation obeys, everything obeys. Now, oh Lord, as from today, speak concerning my life, speak concerning my destiny. Bwana, sitaki kuishi tena kama mtu ambaye hajasikia sauti yako. Sasa ombi langu mfalme ni kusikia sauti yako. Change my life with your instruction. Father, I want to hear your voice. I want to know your voice. Your word says, the word of God says that my sheep know my voice. Usiwe tu mtu ambaye haujui sauti ya Mungu. Ambia Bwana, leo ningependa nisikie, ningependa nifahamu sauti yako katika jina la Yesu. Abba Father, my desire is to know your voice, is to hear your voice, is to discern when you speak. And Abba Father, I pray for the grace to hear and for the grace to do according, Father Lord, to the instructions that Abba Father you have given me. Bwana, sitaki kusikia peke yake alafu ninakwama. Sitaki kusikia peke yake alafu sibadilishi chochote. Father Lord, I pray for the burden of prayer. I pray for the burden of studying the word. I pray for the burden of living according to your will, of living according, Father Lord, to your voice, in the mighty name of Jesus. Bwana, ninataka niwe Bwana kwenye ulinzi kwa sababu nimesikia sauti yako. Ninataka Bwana unipeleke ngazi nyingine kwa sababu nimesikia sauti yako. Ninataka Bwana uniinue kwa sababu nimesikia sauti yako. Oh, my desire is to hear your voice. My desire is to live like Jesus, to declare that I have come in the volume of the book written of me to do your will. Abba Father, my desire is to do your will all the days of my life. My desire is to do your will all the days of my life. For your word says that this book of the law shall not depart from our mouth. This book of the law, that we shall meditate upon it day and night. Abba Father, my desire is not only to know, but Abba Father, release the grace, release the grace, release the grace, release the grace, Abba Father, to do, Father Lord, according to your will. Father Lord, your word says that my people are destroyed for lack of knowledge. Abba Father, now that I know, give me, Father Lord, the burden to live according to your will, in the mighty name of Jesus. Bwana, sitaki niishi kama mtu ambaye hasikii sauti. As from today, I open my ears to hear, I open my eyes to see you, oh God, and to hear your voice. I open my heart, Father Lord, to discern your will, in the mighty name of Jesus. Useme Bwana, fungua masikio yangu nisikie sauti yako, fungua macho yangu Bwana, nione mambo ambayo unafanya katika maisha yangu, katika jina la Yesu. How can we live like people who do not have the Holy Ghost? The Bible says that those who are led by the Spirit are the sons of God. That the Spirit of God will lead you into all truth. Useme tu Bwana, tunataka utuongoze. Ninataka Bwana uniongoze. Bwana, Father Lord, as for me and my house, my God, my desire is that we will be a family that is led by you.
Asimwambie tu Bwana, this is my desire and this is my prayer. This is my desire and this is my prayer. To know your will, O God. To know and to do your will, O God. To the end that I may glorify you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.